kaa kwa akili, piga zaidi ya moja dili. Hustle struggle fight mpaka adui aseme you're killing me. Jasho lako sako bako hapo ado kaza mwanzo mwisho tatoboa bro, believe in me. Maisha ni fumbo, maisha ni tungo, maisha ni tumbo lenye uzazi kulimudu we ufanye kazi. Ndugu yangu karibu sana nyumbani. Asante sana kaka. Siku mbili tunaona lakini umebadilika kabisa. Umekata na nywele nini? Very smart. Nashukuru pia support yako imechangia sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Yeah, I see. Okay, kwanza pole na safari kaka. Asante. Pole sana safari, maana nimekuwa ni ghafla tu. Mbili mkurupuke tu, lakini yote hii kutokana na mazingira ya hapa ambako tunaishi. Kiukweli usalama maeneo haya kidogo sio salama. Kwa sababu leo asubuhi wakati natoka kuelekea kazini, yani hata sijafika, wife anipigia simu yani mbio ikabidi niwahi kurudi. Anaanza kuniambia kwamba kuna watu sijui aliona wanataka kuruka ukuta na nini. Sasa na ukiangalia yeye yuko peke yake na hii nyumba ni kubwa zaidi hata kule ambako tulikotoka. Nikaona kidogo usalama umezidi kuwa mdogo. Ndio ikabidi nikawa sina namna sasa. Nikupigie kwamba kaka hapo ulipo acha kile unachokifanya upande gari uje, nilijua tu ndani ya masaa haya 8-9 ungekuwa tayari umeshafika hapa. Pole sana kaka. Na hapa bwana kama unavyoona mazingira, nyumba kidogo ni kubwa lakini huku kidogo vigarden vimepungua ila tu kuna maua tu baadhi. Lakini acha basi kwanza nikakuonyesha ambapo utakuwa unakaa. Kisha baadaye tutazungumza vizuri. Kuacha upumzike kwa na mimi nipo. Sasa hivi utabaki tu hapa. Lakini kukumbushe tu. Utaratibu wetu ni ule kaka. Tumebadilisha mji tu. Haina shida bro. Haina shida kwa na amani. Mimi nikiondoka kama unavyojua tunakutana nje hapo. Sawa. Hamna shida kaka. Basi karibu. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Pengine atakuwa ameenda kutafuta ngazi. Okay, sawa, lakini ila mimi ningeona ni cha samani, maana tujamkuta Zakayo, tuelekeo moja kwa moja kwao Sarafina. Sawa. Subiri kwa. Unaweza kujivika hizi vazi kwa sababu ingia kijijini hakuna hizi. Itakuwa vibaya. Yaani kimila wanavaa vitu kama na hivi. Ndio hivi. Samani. Ndo hapa. Mbona pakavu sana na panaonekana kama watu washama zamani. Mimi nashangaa. Pengine tunaweza kumuona Mzee Ng'ombe
wanaweza kutupa maelekezo. Sasa yule mzee Ngombe ni nani huko? Ndio mwenyekiti wao. Mwenyekiti ya. Okay, sawa. Nielekeze basi. Nipita hapo. Obulamu mbuno obugenda wange, obulamu mbusa obulada wange, Katonda hanji miisa yawe twamalira elisonda lyawe, kama sijafa sitachoka kutafuta, nakazanisha mpaka nione mwisho. Andeboni Isi. Mwenyekiti. Mimi naitwa Hilali, yeye anaitwa Lila. Hilali naitwa Lila. Nafanana sana eh? Na maana mko ndogo eh? Ndio. Nashukuru sana. Asante. Ila mwenyekiti. Tumetokea hapa kwa Sarafina. Tumekuta hawapo. Hawapo? Na ni kama wamehama. Afu tunataka kuulizia wapo au la. Huyu Sarafina sio kusoma ametoka zamani. Tunajua huko kijiji tunaheshimia sana kazi za shambani. Penginepo yuko shambani kwenda kutafuta msosi huko. Asante. Na tena mwenyekiti. Yaani kama tumekuja tunahitaji msaada wako. Msaada wangu mimi? Ndio. Na jinsi unavyotufahamu sitakuwa kama ni wageni. Maana hatuelewi jinsi gani watu wanavyoishi ama hatuelewi mila ama kikawaida. Lakini yani kuna vitu ambavyo vimesikitisha sana. Vitu gani? Tumekuwa mjini lakini Sarafina ametusumbua. Na Sarafina kutusumbua, ghafla amekuwa anajitokeza, anapojitokeza anapotea. Anajitokeza anapotea. Ndio maana yake tulitaka tukuje tuhakikishe tujue kitu gani kinaweza kusababisha Sarafina ije mjini ijapokuwa anaishi huku. Ndio kitu ambacho kimetutisha sana. Na tena tulikuwa na kaka yetu anaitwa Bosco. Huyo Bosco ni siku fulani amekosekana. Na kukosekana kwake kulitisha, yani tulitishika kabisa. Ndio maana yake tunahitaji tupate ukweli na uhakika kuhusu hilo swala. Katika kijiji changu, hii mambo ya uchawi ni mambo ya kawaida. Na istroshi, huyu Bosco kinginepo amefanya makosa. Na wachawi wote mimi katika kijiji hiki tumewafanya nini? Tumewakimbiza. Wanapatikana hapa mlima fulani ambao unaitwa Mlima wa Kange. Huko ndo tumewakimbiza ambao wanafanya makosa, wanakimbia huko. Sasa tumekusikia mwenyekiti na tumekuelewa. Hivi kwetu kabisa kumpata Bosco ni swala la samani sana. Maana hakuna samani kujisikia unaanza safari afu unakatisha wakati hujafika tamati. Tutampata vipi? Najua nyinyi ni wageni. Ndio. Hata kama namueleza huko kwenye mlima wa Kange huko, hampafahamu. Ndio hapo wasuja watatu. Tujielekeza nao na muwe makini sana. Muwe makini sana kabisa kwa sababu huku watu wengi wanaenda afu kurudi ni Mwenyezi Mungu tu. Na muwe makini, mjiamini sana, muwe masujaa, nyinyi ni wanaume. Msikipali kama mtafanya nini? Tuhakikisha tumejitolea. Maana kwetu ni kama sharti. Ndio. Gawanya Kiwanja na Kange. Okay, nawatakia kila la heri. Lakini ndugu zangu, mwe makini kwenye msitu. Asante. Okay, asante. Istoshi. Hakikisha umemwambia mzee Ngombe huwa tumewahi. Asante. Na umpe shukrani zetu. Asante. Okay.
Bosco. Bosco. Naona kuwa wewe si mwelewa. Jua kuwa apasuaye nguo lazima awe fundi wa kuishona. Adhabu yako ni ndogo tu. Njoo. Njoo haraka. Njoo. Njoo. Hivyo ndo mambo yalivyokuwa, na hatukuwa na budi, tulistakiwa tuifate hali halisi. Pole sana masikini. Asante. Katika kijiji hiki mambo ya ushirikina ni mambo ya kawaida, kwa hiyo siwezi kuwapinga kabisa kwa lolote lile. Na hatukuwa na budi. Si. Sarafina, samahani. Sarafina, habari zako zote nimezipata. Tena naomba unisikilize kwa makini. Usizani kwa uchungu ulionao moyoni na uzito ulionao anaweza kuwa na msaada mzuri Bundi. Yule ni mchawi Bundi, hawezi kusaidia Sarafina. Samahani kakaangu. Sarafina, najua nitakuwa nimekukosea, lakini hakikisha ukinisikia utakuwa umefanya jambo la ziada na jambo la maana tena. Fika jua binadamu si malaika, na huwa anaweza kujisikia kufanya kosa pasi na kujua. Na kosa si kosa, lakini kosa ni kurejelea kosa. Na jinsi mimi ninavyomjua Bosco ni mtu mzuri. Penginepo akiwa amefanya makosa kama yale, atakuwa alipungukiwa tu, lakini hakufanya kwa makusudi. Ndio maana yake hakuna samani kujisikia huwa unamdhulumu na kuhakikisha kuweka maisha yake hatarini, unakuwa unakosea sana. Jaribu kutathmini siku ya kwanza mlipokutana, siku alipokuambia nakupenda na siku alivyokuambia huwa wewe ni mtu wa maana katika maisha yake. Utakuta huwa unachokifanya si kitu kizuri. Unachostakiwa ni kujua, ni kuangalia jinsi gani ya kumsamehe na kuishi maisha mazuri. Maana sidhani kama mtapata mambo ya maana, lakini itakuwa tu kuyaweka maisha ya Bosco kwenye hatari. Tafadhali na kuomba tena, shusha jazba na kuwa na moyo wa huruma. Anachoongea kijana ni kitu kia ukweli. Tena usisahau, panapo upendo shetani anajifanya rafiki wa karibu. Kumbuka pia Sarafina, mapenzi ya kweli sio vita. Mapenzi ya kweli nasamehe pasina kuhesabu. Hebu kumbuka ile Bosco mlivyokuwa mnapendana. Naomba umsamehe. Tena ni siku nyingi sana zimepita. Nilikuwa najigonjea kichefuchefu hapa ama tumbo kuvimba. Nataka kuuliza hivi, je, kuhusu mimba yako umeitoa au la? Mimba ndio ilikuwa kafara kwa kazi ambayo Bundi alinitendea. Kafara? Na kama mmejikuta mna maneno matamu, mwende mkaandike vitabu. Sarafina. Hey. Pole sana ndugu zangu. Ila msijali. Mdogo mdogo utajikaza kuongea na Sarafina. Utajua cha kufanya. Lakini samani, mimi nitakachokusitizia, tunamtaka Bosco akiwa uhai. Yaani tunakuomba please, maana wewe labda unaweza kubonga naye na atakuelewa kuliko sisi. Msijali. Karibu sana. Na mkiwa na haja kila kitu, usikose kunihusisha, niko kwa ajili yenu. Na kwa mazuri yote utakayotutendea, hakuna cha kukulipia, lakini fanaka zote zitatoka kwa Bwana. Wala msijali. Wala msijali. Tunashukuru. Haya. Haya basi, mchana mwema. Tunashukuru. Haya.
muda wa kafara unatimia. Chukua. Ua. Sarafina, fika jua binadamu si malaika, na huwa anaweza kujisikia kufanya kosa pasi na kujua, na kosa si kosa, lakini kosa ni kurejelea kosa. Na jinsi mimi ninavyomjua Bosco ni mtu mzuri. Ua. Jaribu kutathmini siku ya kwanza mlipokutana, siku alipokuambia nakupenda na siku alivyokuambia huwa wewe ni mtu wa maana katika maisha yake, utakuta huo unachokifanya si kitu kizuri. No, siwezi. Huwezi? Huwezi? Unakufa. Kama mtani wa mimi, hakikisha kuwa umemsamehe. Tafadhali nakuomba. Kijana, kwa ajili ya mke wako nimekusamehe, lakini hakikisha wake wako wote ndawaua. Nisikilize, umejifanya msuja wa mapenzi, na kuarifu hakutachokea hata siku moja ukawa na mke wowote ukasubutu, ndamuua. Umbafu, umejifanya msuja wa mapenzi. Sarafina. 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 Mbona lakini mzee Saulo anakawa? Usijali. Ndio sasa. Hapo karibuni atakuwa kuwasili. Kwa sababu ametoka shambani, mimi nakata mangalala, anataka kumaliza kanyumba kake hapa. Anataka kumaliza kanyumba. Na maana tu. Ndio tu. Najua anapenda shambani sana. Yaani maisha yako ni kujisikia unavumilia mlimo, yani mlimo unajisikia kulima. Inakuwa kazi ya maana tunazaidi. Maana kujisikia wewe unavokaa pasi na kufanya kazi. Sio kwa lazima tu uwe mkakamavu. Unaona, na upige moyo konde. Pia uwe shujaa. Bosco. Bosco, kuna nini? Sarafina. Sarafina.
Bosco, ilikuwaje? Samahani mzee Saul, sioni kama ni muda wa kumuuliza Bosco, maana hawezi kujisikia kuongea. Tungesaidia kwanza tuingize mwili ndani. Katika kijiji changu hii mambo ya uchawi, mambo ya kawaida. Jaribu kutathmini siku ya kwanza mlipokutana, siku walipokuambia na kupenda. Urembo wako ni sawa na wale wa binti ambao malaika hukanyaga mahali ambapo wanapakanyaga, ili watu wabaya wasipate nafasi ya kuharibu uzuri wako. Kama mmejikuta mna maneno matamu, mwende mkaandike vitabu. Shusha jazba na kuwa na moyo wa huruma. Ukweli ni kuwa nikiyaona macho yako ni sawa na dirisha kuona ukweli ulio ndani ya moyo wako. Maneno ya mapenzi nimeambiwa mengi. Usema usiache mbachao kwa msala upitao. Mimi naitwa Sarafina. Wewe ni mwanamke